poleni na janga hili. Poleni sana. Aise, kwa majina unatambulika kama nani? Asante. Pengine tunaona janga hili namna lilipotokea na ukubwa wake, lakini tunaona jeshi la polisi limeweza kufika hapa pamoja na jeshi la zimamoto. Wewe binafsi labda pengine unafahamu vipi labda chanzo cha moto huu? Chanzo cha moto huu mwenyewe nimesafiri kutoka mkoa wa Njombe. Naam. Nimefika hapa ili nilale niendelee na safari yangu kwenda Songwe. Lakini kufika hapa mimi nilikuwa nimejilaza ndani, nikasikia nje yoyo wanapiga kelele moto moto. Kutoka hapo nikaona kwa moto umepanda kwenye badauni la magodoro. Ndiko ulikoanzia. Kwa hiyo kufika pale wakawa watu tunahangaika, piga simu polisi na huko. Tunaona tunamoto umefika hapa. Poleni sana. Tunaona kama mgeni ambaye ulikuwa unahitaji kulala kwenye guest kwenye nyumba hii ya wageni ambayo wazi tunaona imekamatwa na moto. Unaonaje kasi ya jeshi la zimamoto namna wanapoendelea na majukumu yao? Maoni yako ni yapi? Maoni yangu ni kwamba kulingana na serikali mapato yanayoingia hapa mkoani ndio waongeze nguvu ya zimamoto. Una kipi cha kuweza kuhitimishia? Mimi nashukuru kwa jeshi la polisi kwa kuwahi kufika na kuokoa baadhi ya vitu ambavyo vimeokolewa mle, ingawa vingine vinategemea. Kwa maana tuliacha mle tuko katika hali ya usalama. Pole sana. Ni vitu vya aina gani ambavyo umeviacha ndani? Nimeacha phone, nimeacha kadi za simu na nimeacha simu nimekimbia nikaviacha huko. Pole sana. Mary Jackson wa Mungu. Poleni sana na janga hili. Asante. Hali kama unavyoiona wewe binafsi ni mkazi wa hapa? Ndio. Ni mkazi wa hapa. Hali hii wewe unazungumziaje? Kweli hali ni mbaya. Tulikuwa tunaiomba serikali itusaidie wilaya yetu ya Mbeya vijijini. Tayari hii wilaya imeshakuwa ni kubwa sana. Watusaidie angalau faya tuelewe jirani. Hizi faya za kutoka mjini au uwanja wa ndege bado sio msaada kwa sisi hapa kidogo wa Mbalizi. Walituahidi kwamba watatusaidia, watakuwa na visima vya maji ambavyo vinaweza vinatusaidia shida zetu hizi ndogo ndogo. Tunaiomba serikali itimize ile wajibu wake. Ndio kama matukio kama haya yameshatokea. Sasa hapa bila faya likatoka mjini tayari watu wameshaungua, tayari watu wameshaharibiwa vitu vyao, tayari nyumba za majirani zimeshaungua. Kwa hiyo watusaidie kwa njia ya namna hiyo. Kuzima moto huu ilikuwa ni moto hatari. Lakini niwashukuru sana jeshi la zimamoto. Leo tungepata majanga makubwa kwa ajili ya kuua watu na majengo mengi kuteketea. Tangia tumeanza sijawahi kuona zimamoto wakifanya kazi kama leo. Leo wamefanya mchaka wamekimbia kuhakikisha tunazima moto. Mpaka nikawa nahisi ningekuwa mimi ndio mwajiri wao leo vio vingepanda. Lakini sisi wasemaje tu, tunaomba wale ambao wanawaajiri zimamoto waliofanya kazi ya leo wawafikiria hata kwa heshima angalau kuwapa chochote. Yaani wamefanya kazi ya kuokoa maisha ya watu mbalimbali. Lakini kuna jambo ambalo ni washukuru jeshi la polisi. Si kama wametoka hapa. Jeshi la polisi mpo? Ni washukuru sana. Lakini kuna kitu ambacho nataka nitoe maelekezo. Mimi nayeongea ni mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo. Mamlaka ya mji mdogo ina watu 91,857. Ni watu wengi sana. Chanzo cha moto mimi sio msemaji, lakini nilipofika hapa nimejaribu kufuatilia chanzo ni nini. Lakini nimegundua kwa kuambiwa na wahusika na majirani, kuna mtu alienda kupeleka mashine ya grinder kukata milango pale. Cheche zile wanasema inawezekana ndio chanzo cha moto kwenye magodoro. Lakini mimi ninavyoamini kama ni kweli, mtu yeyote hawezi kwenda kuvunja nyumba ya mtu yeyote ndani ya mamlaka bila kumuona kiongozi wa serikali. Na kama imetokea fundi huyo kwamba kafanya kazi ya kwenda kukata pale kwa maslahi ya kwake au kwa kutumwa na mtu, ningeagiza jeshi la polisi mtafute kijana ambaye amekata pale mlango kwa kitendo
ili atuambie alitumwa na nani kwenda kufanya shughuli ile. Hapo tutakuwa tunapata mwanzo wa nini kimetokea na kikafanya moto utokee. Narudia tena, kwa maneno tuliyoyakuta hapa, inaonekana kuna fundi alienda kukata milango pale. Hatuelewi ametumwa na nani, lakini ningeagiza jeshi la polisi lifuatilie ni nani alikata milango pale, ili atuambie alitumwa na nani na kulikuwa na nini ndani ya jengo hilo. Lakini kama haitaeleweka vizuri, tunapenda sisi tunaochaguliwa na watu kuheshimika. Mimi kazi yangu ni kulinda watu na mali zao bila kujali na mamilioni mangapi. Lakini kama kuna upekuzi wa aina yoyote kwenye jengo lolote lile, mimi kama mwenyekiti wa jamii natakiwa kupewa taarifa na kushiriki kuangalia ni nini ambacho kinakusudiwa kuangaliwa mle ndani. Lakini kama huyo fundi alijituma mwenyewe, napo itafahamika alikuwa anatafuta nini. Lakini wamiliki nimejaribu kuongea nao kwamba waliwakataza wasivunje, lakini wakaamua kuvunja mali. Nini walikuwa wanatafuta mimi siwezi kujua, lakini watu wale ambao wanaweza kuongea haraka haraka wanasema kuna guta imeibiwa, walihisi imefungiwa ndani. Lakini guta haijapatikana, madhara ndio haya yanapatikana. Kitu kidogo na kina thamani ndogo kimezalisha madhara ya kitu kikubwa ambacho kina madhara makubwa. Leo kuna majirani hapo nyumba zao zilitaka kuwaka moto bila zimamoto. Niwapongeze sana jeshi la zimamoto. Narudia tena, msemaji wa zimamoto, upongezwe sana namna ulivyoisaidia Mbalizi isiwe na majanga ya vifo, lakini tuambulie kupata hasara ya kibiashara. Asante, poleni sana. Nawashukuru kwanza kwa kazi mlioifanya na kwa upendo wenu, kwa nguvu zenu, kwa akili zenu, kwa kila kitu mlichokifanya mpaka kufanikisha hili. Kwa leo mimi sina maneno mengi ya kusema, ila nawashukuru. Lakini lingine nilikuwa nataka kumuomba mwenyekiti. Mwenyekiti, wakati swala la kuvunja linafanyika na kila kitu, mimi nilikuwepo kutoka mwanzo. Moto unaanza na tusikuwa peke yangu, tulikuwa wengi. Tulikuwa watu wengi sana. Tulikuwa zaidi ya watu 15 pale. Moto unaanza. Ni kwamba moto unaanza ile wanapokata ilikuwa haijaisha kukata. Kwa moto umeanza ndani, kumalizika kukata kujamalizika. Kwa hiyo ikaanza kupambana na kukata na kuzima moto. Lakini lingine mwenyekiti, humo ndani tumepita tumeona hakuna guta. Kama na wewe sijui ulifanikiwa kuingia. Nilikuwa naomba mheshimiwa mwenyekiti mbele ya watu wote hao, isije kaja kesho ikaonekana kwamba guta limepatikana. Nilikuwa naomba usalama kwenye hilo, kwamba kama hivi kumekaguliwa kumeonekana hakuna guta. Askari walikuwa nakagua hawajatoa majibu kwamba guta tujapata au vipi. Waliondoka baada ya moto kuanza. Askari walikuwepo hapa mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na walalamikaji wa kwamba guta limeibiwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba isije kaonekana kesho asubuhi tunakuja wote hao wameona. Tunakuja tunakuta kuna vipande vya guta. Nilikuwa naomba kwa mamlaka yako kama inawezekana, kama ni walinzi walinde pakaguliwe ili tupate majibu, asije ukasema kesho nikaja nikaambiwa nililaza guta ndani. Ndio hilo tu mheshimiwa mwenyekiti. Jamani, tumeona guta. Guta. Na asilimia kubwa sisi ni waombe. Wakisema njoo toe ushahidi, kasikia mimi hayanihusu. Sawa? Lakini wote ni kwamba tulikuwa na zimamoto, ndani kuna godoro. Na godoro zilikuwa zinawaka, haziwezi kuzimika kiurahisi. Lakini pia tumegundua kwenye jengo hilo kulikuwa ni jengo la kulaza wageni. Tumeingia mle ndani ambako guta haliwezi kuingia. Sawa jamani? Nilitamani kufanyika mkutano wa hadhara kwenye tukio hili. Na ukifanya mkutano kuna kitu tunaweza tukajifunza kwa pamoja, lakini pia tukamlinda huyu mteja wetu ambaye alishakiwa. Lakini pia waliomshakia wakatambua umuhimu wa kukabili hasara iliyopatikana. Mimi ni waombe, kwa sababu inasemekana walitoa tahadhari polisi kwamba mnapokata au makufuli kwa kutumia glenda, cheche hizi zitasababisha moto mkubwa. Lakini watu kwa kukosa hekima
hivi kukuwa na shida gani kama inasemekana aliye na funguo za hilo godauni alisema yuko Dar es Salaam, na kama wao walikuwa wanaamini wana fedha, kwa nini wasingetumia hekima ya kuhakikisha labda wanalipa kwenye ndege funguo zinakuja kesho? Kulikuwa na shida gani pale wangeweka utepe kwamba watu wasiingie mpaka tutapofungua kwenye hili godown? Kwa nini ilikosekana busara? Yaani kuna watu wachache aidha kwa sababu fulani ndio wametupelekea mpaka sasa hivi tuko hapa. Huu moto, lile jengo laiti singekuwa lile zege lilo mwagwa pale juu, I say huu moto ungefika White Rose. Tarafani. Hii ngoma ingeenda tarafani. Na bahati mbaya sana hatuna magari na vifaa vinavyoweza kutosheleza kuzima moto. Wema kabisa. Mimi kwa majina naitwa Marumu Abson Kata. Kamanda jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya. Hawa boda. Leo tarehe sasa ishakuwa tarehe 5. Tarehe 4. Jana sasa ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya saa 2:10 tulipokea wito wa uwepo wa tukio la moto katika mtaa wa Utengule Msongwe, kata ya Utengule Msongwe, lakini pia kwenye halmashauri ya Mbeya, mkoa wetu wa Mbeya. Sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tulifika eneo la tukio na kweli tukakuta moto mkubwa tu unawaka, ambao wakati tunapewa taarifa tuliambiwa ni nyumba, lakini kweli tulipofika tukakuta kweli ni nyumba, lakini ni jengo ambalo linatumika kama godown, lilikuwa limehifadhia magodoro mle ndani. Kwa hiyo uwepo wa yale magodoro ndio uliosababisha ule moto kuwa mkubwa sana, lakini tunashukuru sana, tulipambana sana, na hapa naomba niwashukuru kwa dhati kabisa wananchi wa Mbalizi. Tumeshirikiana nao vizuri sana. Wote tumeona mazingira yalivyokuwa, vichochoro ni vingi, nyumba zimebanana sana, lakini wananchi tulishirikiana nao vizuri sana na hatimaye tukaweza kudhibiti ule moto. Mimi niendelee kuwaomba na kuwapa live kwa wananchi wenzangu. Kwa Tanzania bahati nzuri tuna moyo wa upendo wa kusaidiana. Sasa hivi ni saa 8 usiku, lakini tunaona wananchi tumejaa hapa kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu waliopata hili tatizo. Lakini pia niombe likitokea tatizo kama hili tuweze kutoa taarifa kwa wakati. Namba yetu ya simu ni 114, yani 114. Hii namba ni ya bure. Ukipiga simu muda wote sitafika kwa wakati tuweze kutoa msaada. Lakini pia tuendelee na kuwa na moyo huu wa kusaidiana. Kitokea tatizo kwa mwenzako basi msaidie. Hata ukitoa taarifa, lakini kuweza, kwa sababu vinginevyo inaweza tatizo likawa kubwa zaidi. Lakini lingine cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tukio hili limekuwa halina madhara kwa binadamu. Kimaanisha kwamba hakuna majeruhi wala kifo, kwa sababu kwenye godauni hii au kwenye gala ile ambayo magodoro yalikuwa yamehifadhiwa, pembeni yake kuna nyumba ya kulala wageni. Sasa kama tukio lingeweza kuwa leta madhara kwa wale walikuwa wamelala mle, lakini bahati nzuri haijafanya hivyo. Wananchi wale walikuwa wamelala wageni waliweza kuondolewa mapema sana kabla ya moto ule kusambaa. Lakini pia tumeweza kuokoa hiyo nyumba ambayo ya kulala wageni, ikiwa na nyumba kama 14 hivi imeokolewa, havijapata madhara yote zaidi ya godown pamoja na magodoro leo. Hasara zaidi bado tathmini inaendelea kujua hiyo thamani ya magodoro ilikuwa yako mle kiasi gani na yalikuwa na thamani ya shilingi ngapi. Chanzo, jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kushirikiana na vyombo vingine tunaendelea kuchunguza kujua chanzo kilikuwa ni nini, kwa sababu saa hizi ni usiku. Kwa hiyo tutafanya uchunguzi wetu awali, lakini baadaye ukishapambazuka ili tuone vizuri tutakuja kufanya uchunguzi wa kina ili kujua je, kilichosababisha mpaka moto kawaka mle ndani ilikuwa ni nini, na tutatoa taarifa kwa wananchi waweze kujua. Baada ya kusema na washukuru sana wananchi wa Mbalizi, tuendelee kuwa na moyo huu wa kusaidiana, lakini pia tuendelee kutoa taarifa kwenye matukio mengine ya maokozi, lakini na ya moto. Isiwe tu moto peke yake, ajali barabarani, mtu ametumbukia kwenye kisima, mtu ametumbukia kwenye tundu la maji, basi toa taarifa kupitia 114, namba ya bure kabisa. Lakini pia ukiona hiyo namba labda haipatikani, basi namba ya kamanda